Sijui sasa, ila kuna mtu tu uona mkubali afu yana kutreat kama shabiki, ila hiyo haifanye sasa mimi nikaacha kumpa maua yake. Ni comedian noma sana. Umeona bwana, nimetaja wanne au wanipa ni wadogo sana. Kuna mwanangu wewe Shenzi nini, nampenda naye, comedian mkali pia. Asma Majidi, yani bwana wengi sana, wengi. Eliudi pia noma, Kipotoshi, yani dai bwana wengi. Wako wengi sana. Wana uwezo, siwataji kwa sababu ni rafiki zangu, hapana. Ni wana uwezo kweli. Umeona? Yeah. Okay, Dula, miguu yako ilizua gumzo sana mtandaoni juzi kati ile video. Yeah. Kuna impact yote labda ulipata kupitia ile video ambayo ulipost ile siku? Kuna mtu tukanichekelea ananiambia, Dula, na tangazo langu nataka unifanyie kama tangazo la nini? Tena yeye nimekumbuka. Amenicheki sister. Si wa Kikala. Si wa wewe. Akaniambia, mdogo wangu na tangazo bwana hapa. Ngapa tangazo la nini? Kuna watu wanataka ushuti tangazo kama yaani wao wana dawa za kutoa madoa nini, unajua dawa za ngozi. Ndio. Kwa hiyo si wakaniambia inabidi nifanye tangazo kama napaka miguu yangu ile dawa. Nikamwambia hivi, unajua gharama ya hii miguu kwa kipindi hichi. Nilipotaja pesa yangu, si akanikatia simu. Kwanza akaniambia, yani wewe ulipo zaidi yangu. Si wewe anaamini yeye ana deserve tu kupata zaidi chochote kwa sababu ni dadangu. Umeona? Anasahau kama mimi nimeanza kuwajua waganga before yake. Si unaelewa? Nimeanza kuwa star before yake. Kwani yeye kaanza kuzaliwa, lakini mimi nimeanza kupigwa chale kitambo sana. Kwa hiyo kweli hiyo miguu Dula umeshaanza kufanya matibabu au iko vile vile? Na sio kama madili yanakuja mezani. Narudia tena. Hii miguu haina shida yoyote. Yaani kwa madada waliodate na mimi hata mkiwauliza, hii miguu haina taabu. Hapo kwenye wadada, mke wa Saidi alikujibu Dula Makabila, uliona kwamba mimi sasa hivi ni mke wa mtu, naombeni mnitoe kwenye hizo drama za Ilisa. Alijibu, uliona? Niliona, na kama alivyotaka kutolewa na mimi sitaki niulize tena vitu ambavyo vinamhusu yeye. Kwa hiyo ulimtaka radhi, lakini Dula kama sidhani kama ni vizuri kuendelea kumwongelea. Kwa mimi naheshimu, ndio maana amona hata sikujibu, nilikaa tu kimya kwa sababu sikutaka mambo yaendelee. Yeah. Okay, by the way Dula, idea ya video zako, ngoma zako zinakuwa kali sana. Idea za kibunifu, za kufikirika sana. Ni wewe mwenyewe unachora hizo idea au kuna mtu ambaye huwa anakuchorea? Mimi na direct, yani katika ma director ambao wanapataga kitonga ni director na direct mimi. Director mimi si mwadisi kwamba wimbo wangu unaanza sijui kwenye darasa. Naambia mzee, shot ya kwanza, mpaka director anashtuka. Shot ya kwanza, naambia shot ya kwanza unaanza kuonyeshwa mlango. Kwa hiyo script unaandika mwenyewe na shot unaandika kila kitu, kwa sababu mimi ni mwigizaji. Mimi nilikuwa naigiza na nilifanya maigizo kwa kipindi kirefu, ila sasa ndio hivyo, Mungu akiwa hajaamua utoke kwenye upande fulani unajikuta unadondokea upande mwingine. Mimi makosa ya uigizaji nayaona zaidi kuliko makosa ya uimbaji. Sio, unaelewa? Mimi napenda sana kuigiza. Na nilikuwa naigiza pamoja na kwamba karakta yangu ilikuwa ni mtoto mdogo, ila nilikuwa nasimamia darasa lenye wanafunzi zaidi ya 60 na ni watu wazima mpaka wazee kabisa. Umeona? Na nilikuwa napewa darasa sio kwa sababu napenda kuigiza, kwa sababu uwezo wangu ulikuwa ni mkubwa. Huko kwenye kuigiza dada Siwa anajua kwamba una kipaji kumzidi kweli? Narudia tena. Siwa anajua. Sio mimi nimeanza kuigiza naye. Mimi nikaja nikaacha kuigiza. Nikaanza kuigiza kwenye kuimba. Kuna kipindi alichanganya akaingia kwenye umisi. Wakamloga, aliumwa wiki 2 yule. Sio, unaelewa? Akaachana mambo ya umisi. Ndo akajitafuta akakutana na ule Abduli. Umeona bwana? Alipokutana na Abduli, tena Abduli anasemekana kuna deni alikuwa anadaiwa na mtu. Kwa si walienda kama alibeba tena tukamdai. Kwenye kumdai yule Abduli Writer yule director wao. Ndo Abduli sasa kwenye matatizo akaona talent. Akasema wewe nakutaka. Okay, last year tulikuwa kwenye filamu ya P-Funk. Walifanya poa sana pale ndani. Tutegemea kuona tena kwa mwaka tena kupitia kwenye filamu au hii imekaa vipi? Of course huwa namlilia sana Lamata, namlilia pia Gabo. Umeona, lakini nasema namlilia Lamata kwa sababu Lamata ndo mtu ambaye wa mwanzo kabisa kumwambia kwa madam, mimi naimba lakini naigiza pia. Kuigiza ni kitu ambacho nakiweza. Hata ukitaka nifanye interview niko tayari. Lakini Lamata sijui kaambiwa labda mimi nachukua nyota za watu kwa naingilia huko natokea huko. Basi unafuatia Jua Kali?
Jua kali unafuatilia? Ya, nafuatilia sana. Wewe umeniambia ni script writer by the way, unashora idea, umeniambia hivyo sio? Ya. Kwa mfano kwenye jua kali pale ukapata nafasi ya kujichorea, ungejichorea kama nani? Vitu viko vingi sana, ila siwezi kumwaga madini yangu hapa kwenye kamera zenu. Kikubwa tu Lamata kae na mimi mezani nimuoneshe mambo yanavyokwenda. Ya. Sini zipi ambazo wewe huwezi kuigiza kabisa? Zote mimi naigiza mzee. Kwa hiyo hata ukienda sasa hivi tukakuunganisha pale kwa mzee Kikala, unapiga fresh tu. Mimi series yoyote nafanya. Sifanyi kwa sababu Dula Makabila ni star, no, kwa sababu nina hiyo CV na nina huo uwezo. Nimefanya ile ya P-Funk, nadhani watu waliona. Umeona? Tena nilikuwa ukitaka kuona ugumu wa ile scene. Yaani ile scene mimi nilikuwa namfundisha, yani kuna mzungu kaja anazungumza na mimi afu mimi namtafsiria kikeke. Imagine mtu ambaye kakaa Marekani miaka zaidi ya 20. Dula, by the way, tumeona umeingia na Barnaba na alipitia changamoto, aliunguliwa na studio yake. Pengine umepata nafasi ya kuongea naye mawili matatu, kumpa pole kwa sababu ni mambo ya kibinadamu yanatokea, yanaturudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine. Mimi brother, kwanza naweza nikasema namrelate katika watu wangu muhimu sana katika tasnia. Yaani Barnaba katika watu wangu muhimu kwenye tasnia, yeye ni mmoja wapo. Ni mtu ambaye nikipitiaga changamoto huwa ananifanyia counseling na kuwa strong na mambo yanaendelea kama kawaida. Lile lilivyotokea, nilivyoenda kwa mara ya kwanza kwenye clip nilimuona hayupo sawa. Lakini nilivyoenda nikamwona kabisa ni mtu ambaye yani tayari amepata muda wa kurefresh. Tulizungumza vitu vingi, nilifika hadi studio nikaona kweli studio imeteketea na hakuna chochote ambacho kilikuwa kimepona. Umeona, nilijisikia vibaya kwa sababu kazi zangu mimi zinafanyikaga pia pale. Kazi yangu ya sema kweli nilianzia pale. Kaka Soko nilofanya na Savara yule wa Kenya ilianzia kurekodiwa pale. Nyimbo ya Kidonda haikurekodiwa pale, lakini Barnaba ndo mtu wa kwanza kuisikiliza akaniambia hii nyimbo kali. Kwa hiyo mimi ni familia ya High Table. Yeah. Na sorry, namalizia swali la mwisho. Dula, swala la waganga inaonekana mpaka serikali. Nakumbuka last time nilikuwa na msemaji mkuu wa serikali, Gelson Msigwa, nikamuuliza listi ya wasanii ambao anawakubali na wanafanya poa, akakutaja. Akasema anafanya vizuri Dula na ni rafiki yangu na nimekuwa nikimwambia hata issue za waganga aachane nazo. Na ile clip sijui kama umeiona kwenye mitandao, nitakupa nikuonyeshe. Msemaji wa serikali anasema nimemwambia Dula mambo ya waganga, ni rafiki yangu. Kwa hiyo Dula, hadi msemaji wa serikali huwa anapata nafasi ya kuongea na wewe mambo ya waganga, lakini imeshindikana kuyaacha. Siwezi kusema kaka yangu Msigwa msemaji wa serikali naye pia ni mshirikina, lakini kitendo cha yeye kujua mimi mshirikina haijakaa vizuri. Alisema anafuatilia muziki na nilimuuliza na clip unapoonyesha. Kwa sababu mimi sijawahi kupanda jukwani na tunguli. Yaani yeye mpaka anajua mimi mshirikina, yani kajuaje? Au wewe hapo unasemaga Dula kama unaenda kwa waganga? Unajua Msigwa atakuwa iko vizuri zaidi yangu, nitamtafuta. Okay, Dula, kumalizia. Una wapi muziki wa Bongo ikiwa jana Rayvanny ametuwakilisha vema kule kwenye World Cup? Kwanza bora umeniuliza hilo swali. Hii naomba hii muipost na Rayvanny aone. Mimi katika vitu nimejisikia vibaya Rayvanny kufanya show ya World Cup, alafu wachambuzi wetu wakafanya kama hawajaona kile kitu. Haijakaa vizuri. Sawa. Kama kweli tumeamua kuwa wachambuzi, si wataki wachambuzi. Ila kuna vitendo vikifanyika tunaamini kwamba kuna mstari mwembamba kati ya uchambuzi na uchawa. Rayvanny kafanya show, ile show ni kubwa sana. Ile ni dream ya kila msanii. Si unaelewa? Nilitegemea kumwona Suma Mnazareti anaongea kitu, au Elmando, au Haja, umeona bwana, au Tiger, umeona, au ndugu yangu Kendrick, lakini cha kushangaza wamekausha. Sijajua kwa nini wamefanya vile. Wananifikirisha yani kwamba au walitaka kile kitu kifanyike lakini asifanye Rayvanny, yani kuna wasanii ndio wafanye. Si unaelewa? Yani kuna mtu leo anataka labda singeli ifike international, ila usifikishe wewe Dula. Akifikisha mtu mwingine ila sio wewe. Nimeumia kiukweli, nimeumia. Wewe unataka nini hasa kifanyike kwa upande wako wewe kama wewe? Kitu gani ambacho unataka hasa kifanyike hapa? Mimi nilitaka tu appreciate sababu ile ni hatua kubwa sana. Si unaelewa vizuri? Rayvanny ana madhaifu yake ya kibinadamu. Anaweza sikupokelea simu nini. Hayo tukionanaga tunachanana.
ila kwenye ukweli tuzungumze, Rayvanny show aliyofanya ni show kubwa sana, si unaelewa? Ni show ambayo hata wasanii wakubwa wa nje ya nchi, si unaelewa, wanamtazama kwenye jicho jingine. Wao wachambuzi wamekaa kimya. Basi kama hawezi kuongelea, mimi basi waje niwape hela wamzungumzie tu Ray, siku 5 tu mimi nawalipa. Sikiliza, sitaki kusema wachambuzi labda sijui hawataki Rayvanny au hawajapenda Rayvanny kufanya ile show. Tufanye labda walikuwa busy. Mdau ambao amemaliza ubize wakaa na mimi mezani. Mimi hapa niwalipe. Kuanzia Suma, kuanzia Haja, kuanzia ule Alimando wote. Jamani tulizungumzia hili swala, yani wasichukulie poa. Yani ukitaka kuamini show Rayvanny ni kubwa. Inaitwaje ile show? Show inaitwa alikuwa na perform before mesha juzi. Ile show inaitweje? Show imetoka kidogo. Inaitwa kabla ya ufunguzi wa kombe la dunia. Ni World Cup. Si ndio? Ukitaka kujua ukubwa ile show, toa hiyo cup, ache world. Unapata picha gani hapo? Picha kubwa sana. Basi kama uwezo wampost hata Faivani basi. Wampost tumsifie mke wa msanii aliyefanya show kwenye kombe la dunia basi. Ndio amenikwaza. Wachambuzi wamenikwaza sana. Ni kweli vile tu siwezi na mimi kukaa na makamera yale nikaanza kuchambua, ila nikiwa kama ndugu yao sijapenda. Sawa? Kama wanaamua kweli kusupport muziki, wasupport vitu vyote ambavyo wanaona kabisa hivi hapa, sawa, vinaleta maana, vinatupigisha hatua moja kwenda hatua nyingine. Sawa? Yaani wasilete ushabiki, wafanye uchambuzi kweli. Yaani wewe niambie kwa wiki hii wewe mchambuzi gani unaacha kuchambua tukio la Rayvanny kufanya show uko wapi? World Cup. Kuna namna ambavyo unaweza kuzungumzia mechi kwanza. Kaka, mimi hapa Singeli tu limenipa stress ile tukio. Bongo Flava vipi?